zake. Kipindi hicho tabu na shida zilikuwa nyingi sana, akamwachia Mwinyi, na Mwinyi alifanya kwa kiwango chake, alitatua yapo uhuru na vitu vingine. Tulipata mambo mengi kipindi cha Mwinyi sana. Walio kabla ya Mwinyi watasema tulikuwa hatuna, tulipata kwa Mwinyi. Baada ya Mwinyi akaja Mkapa. Mkapa na yeye alifanya kazi kubwa. Tunaelewana? Tulipata mafanikio makubwa. Wale waliozaliwa baada ya Mkapa wanaweza wasiyaone ya Mkapa, lakini waliozaliwa enzi ya Nyerere wataona mabadiliko makubwa sana. Baada ya Mkapa akaja Kikwete. Naye pia alifanya kazi, mnaiona barabara hii hapa na mambo mengine mnayaona. Lakini kabla ya mtu aliozaliwa kabla ya Kikwete hakuelewi. Aliozaliwa barabara iko pale. Haki ya Mungu anasema serikali inafanya kitu hii. Hawezi ukimwambia barabara haili kuwepo tu. Yaani anafikiri kwamba ilishushwa na malaika. Lakini akaja Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Amefanya kazi kubwa ndani ya miaka 5 na miezi kadhaa. Leta mabadiliko makubwa. Sasa aliozaliwa kipindi cha Kikwete atasemaje? Hasema wanazungumza nini hao watu? Hawezi kuyaona. Lakini amekuja Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye aliachiwa kijiti na mtangulizi wake. Tumeyaona mabadiliko makubwa. Shule, hatujaziona shule mpya. Na kama huna macho, hapo Makutopola palikuwa na shule hata ya kuanzia porini pale shule. Kuanzia kwenye nini? Sasa aliozaliwa kabla ya mwambie kama atakuelewa. Anasema Makutopola ilikuwepo tu. Hawezi kujua. Sasa leo tumeanza chini kwenye msingi. Za msingi ndio siseme. Solia ile pale ya wasichana. Kwenye msingi sio kama zamani ilikuwa tunaongeza majengo. Tunajenga majengo 3, tunaendelea. Si ndio? Sasa amekuja chuma hicho kinasimama kuanzia chini ndio sakafu. Sasa watu wanapita wanasema CCM, serikali ya CCM inafanya kitu. Wao wamefanya nini? Mbona wanalalamika tu? Hakuna chochote unachofanya, wanalalamika. CCM oye. Kwa hiyo yapo yaliyotekelezwa. Hayo ndiyo yamesaidia kushinda, na hayo ndiyo yatakayopelekea sisi tujieleze kwa wananchi tushinde. Sasa ukiwakuta vyama vingine wenyewe kazi yao ni kutukana Chama cha Mapinduzi, kusema tunapendelewa, tunafanya hivi hizi kazi hawazioni hizi. Hawaoni matokeo haya. Hata yeye uhuru anayeupata huo pamoja na nguo anavaa, barabara anayepita, anafika haraka kwenye mikutano yake, haoni. Watu wajabu kabisa. Tuwe na shukurani, hata Mungu anasema nishukuru kisha niombe, si ndio? Sasa sisi hatushukuru, yani jema baya ndio linaonekana mtihani mkubwa. CCM oyee. Nimeyasema haya ili tujue kwamba wasije wakasema watu sisi tunapendelewa. Hatupendelewi, tumefanya kazi. Chama cha Mapinduzi kimefanya kazi. Viongozi wake wanauelewa, wamefanya kazi. Wenye viti wa vijiji, waheshimiwa madiwani, wabunge wetu wamefanya kazi. Paka na mawizara na rais. Sasa wanasemaje napendelewa? Pendelewa na wewe sasa, wewe unapendelewa. Sasa tunakupa wewe upendelewe haya. Sisi tunaenda kueleza mafanikio ya watu. CCM oyee. Kwa hiyo zana za kusema kwamba CCM wewe unapendelewa, tuiondoe kuanzia sasa. Tusiwasikilize, hao ni waganga njaa tu. Ni watu tu waganga njaa. CCM oyee. Hayo ndiyo yaliyopelekea ushindi wa mwaka jana. Na yasema kwa sababu wakati mwingine wanasema CCM inashinda, sasa sisi tumefanya kazi jamani. Kwa hiyo hayo ndio nilikuwa nataka tuyazungumze, lakini kuwashukuru watu wote kwa namna ambavyo mlijitokeza kukiombea kura Chama cha Mapinduzi, kwa namna ambavyo mlienda kupanga foleni kwa ajili ya kukipigia Chama cha Mapinduzi kura. Hongereni sana. Kuacha kuitisha mikutano maana yake wananchi wanakosa taarifa rasmi kutoka kwenye serikali, na wananchi unawakosesha haki ya kuchukua taarifa kupeleka kwenye serikali. Kwa sababu mwenyekiti ndiye daraja kati la wananchi na serikali. Sasa kama hujawaita mkutano wa kijiji chako
kuzungumza masuala ya kijiji chako, mipango ya kijiji chako, changamoto za kijiji chako, utapeleka nini kwa mheshimiwa diwani wa kata ambaye ndiye mwenyekiti wa ODC na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika kata yetu, kwa sababu tunategemeana sote. CCM oyee! Kwa hivyo ni lazima mwaitishe mikutano kila baada ya miezi mingapi? Wenye vitu wa vitongoji mpo? Utaratibu unataka muitishe mkutano kila mwezi. Mtendaji wa kata, ni hivyo sivyo? Amekimbia mtendaji wa kata kwenda kugonga muri. Afisa maendeleo ya jamii ndio huyo. Utaratibu ni mwenyekiti wa halmashauri, si ndio hivyo? Kila baada ya mwezi mmoja wenye viti wa vitongoji lazima ufanye mkutano wa vitongoji ili uyapeleke hayo kwa mwenyekiti wa kijiji, na mwenyekiti wa kijiji akakusanye na vitongoji vyote, afanye mkutano kwenye kijiji chake, azungumze matatizo na shida za watu ili ayachukue yapeleke kwenye kata, na kata ichukue ipeleke halmashauri. CCM oyee! Ukiacha kufanya hivyo, itapelekea sasa wewe kiongozi, mwenyekiti wa kijiji, utachukua habari za nyumbani kwako wewe na familia yako utayapeleka kwenye ODC, kwa sababu wananchi hawaja kuambia. Ila ukiitisha mkutano utapata ya wananchi, sio ya kwako. Na tumechokifanya sasa hivi, tarehe 30 wenye viti wote 97 nataka kukutana nao CCM. Tunataka tufanye kazi ili hata hao wanasema tufanye waone tunafanya kazi. Kila mwenyekiti wa kijiji lazima awe na faili ambalo litaanzia kwenye wilaya, laanzia kwenye kata na kwenye tawi lake. Ukifanya mkutano, nataka taarifa za mkutano huo uzilete mpaka kwenye wilaya, kwenye faili lako. Madiwani hawa wana faili wote wana mafaili, na kila baada ya miezi mitatu lazima walete pale taarifa zao. Na wenye viti sasa hivi si waachili, kwa sababu nyinyi ndio msingi wa nyumba kama unavyoiona hii. Msingi ukiharibika, kata hata ikiwa nzuri kiasi gani, wananchi hawezi kuipenda serikali. Lakini msingi huu unaozungumza ni kuanzia wenye viti wa vitongoji na vijiji, ndio msingi wa nyumba. Wakifanya vizuri, maana yake na huku juu kote kunafanya vizuri. Kwa nini? Taarifa zinakuwa zinawafikia walengwa kwa mapema. Taarifa zitafika kwenye kata, matatizo ya wananchi kwenye kijiji A, na zitafika kwenye halmashauri kwa mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri kwa taarifa kwa wakati, na baadaye zitachukuliwa na mheshimiwa mbunge, zitafika kwa mbunge kuzipeleka kwenye mawizara mbalimbali.